Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapa nazungumzia ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri japokuwa mambo mengine yanasuasua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ukiweza kushuhudia mvutano unaoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo kuna wengine wanasema ya kwamba bado wanamhitaji, lakini wengine wanasema kwamba sasa imefika wakati wa yeye sasa kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, sababu ambazo zinafikia wao kuweza kuamua kuweza kumuondosha mtu huyo kwenye kikosi chao. Kosa lake ni nini? Amefanya nini? Imekuwaje mpaka kuweza kufikia hatua hiyo? Utakwenda kujua yote hayo katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa nyingi lukuki za kimichezo kutoka ndani. Hapa nazungumzia ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kupitia mnyama Simba Sport Club, wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye timu yake. Ijapokuwa wamefanya usajili mkubwa, lakini bado inaonekana kuna mambo hayako sawa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kwa hivyo basi kuna vitu ambavyo wanaona lazima vifanyiwe marekebisho mapema kabisa. Ni jambo gani hilo? Utakwenda kulijua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wote, saa yoyote, pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujiri, unakuwa na uhakika kuweza kupata taarifa zetu wakati wote. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club imeendelea kuweza kujijengea kikosi chake, licha ya kwamba kumekuwepo na mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, au kiweza kushuhudia mvutano wa hapa na pale ambao uliopo. Kuna watu ambao wanahitaji hapa nazungumzia Simba Sport Club wafanye maamuzi ya kuweza kuachana na nyota wao. Hapa nazungumzia Ibrahim Dumbia ambaye amesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Licha ya kusajiliwa kwake, kumekuwepo na minong'ono mingi juu ya kiwango chake na kile kinachoonekana. Wengi wanasema kwamba sio striker ambaye anastahili kucheza kwenye klabu ya soka ya Simba, kwani Simba ina watu ambao wanaamini kwamba wangeweza kufanya mambo bora zaidi tofauti na huyu ambaye ameweza kuletwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa taarifa kutoka kwenye uongozi wa klabu ya soka ya Simba, baada ya kuona maneno yamekuwa ni mengi juu ya kile ambacho kinachoendelea sasa, wameamua kuweza kutoka hadharani na kuweza kulizungumza jambo hili ambalo mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wamekuwa wakishinikiza mwamba huyo kuondolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa jinsi ambavyo mambo yanavyoendelea, ambapo kupitia kwa uongozi wa klabu ya Simba umewataka mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kuendelea kuwa na subira na kuwapa ushirikiano wachezaji wao, hususan mshambuliaji mpya Ibrahim Dumbia, kufuatia mwanzo wenye changamoto katika mchezo wake wa kwanza. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Hamedi Ali amewakumbusha wanasimba kuwa ni jambo la kawaida kwa mchezaji kuanza kusuasua kabla ya kuzoea mfumo na kuonesha kiwango bora. Ili kusisitiza ujumbe wake, Hamedi Ali alitoa mfano mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Power Dynamos uliopigwa Azam Complex, ambapo John Boko aliingia kipindi cha pili huku akizomewa na mashabiki wa Simba waliomwekea wasiwasi. Hata hivyo dakika chache baadaye alifunga bao la kuwasawazishia lililowawezesha Simba kutinga hatua ya makundi. Baada ya bao hilo, Boko alionyesha ishara ya
kuwataka mashabiki kunyamaza. Akaja kuzungumzia issue ya Kibu Denis. Aliwahi kupitia kipindi kigumu cha kukosolewa na mashabiki, lakini baadaye aliibuka shujaa na kuwafunga bao muhimu kwenye dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga na kubadilisha mtizamo mzima. Ahmed Ally amesisitiza kuwa si haki kumhukumu Ibrahim Dumbia kwa mechi moja pekee ya Ngao ya Jamii, kwani bado anahitaji muda wa kuzoea mazingira na mfumo wa timu. Sitaki kuzungumzia kiwango chake, nachotaka ni kuwahimiza wanasimba umuhimu wa kusimama na cha kwetu. Simba inalindwa na Simba, Simba anatetewa na Simba. Pia alikumbusha namna mashabiki wa watani wao walivyosimama na Prince Dube alipocheza michezo 7 mfululizo bila kufunga bao, lakini bado akapewa ushirikiano. Uongozi wa Simba unazidi kusisitiza kuwa mafanikio ya mchezaji ni faida kwa klabu nzima, na njia bora ya kumsaidia mchezaji ni kurejesha kujiamini na kumpa moyo badala ya kumwekea pressure ambayo klabu ya soka ya Simba umezidi kuweza kumwekea nyota huyo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Sasa Simba kuligundua hilo, wakaamua kurudi mapema kabisa sokoni na kuweza kufanya usajili mwingine, ambapo taarifa inasema kwamba klabu ya Simba imezidi kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa mashindano baada ya kukamilisha rasmi usajili wa mshambuliaji machachali Ismail Mgunda kutoka Mashujaa FC. Mgunda ametia saini mkataba wa miaka 2 kuwatumikia wekundu wa Msimbazi Simba, hatua inayotizama kuongeza chachu na ushindani mkubwa katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Usajili huu unakamilisha taratibu zote za kisheria na kumfanya nyota huyo kuwa sehemu kamili ya familia ya Simba. Bila kupoteza muda, jina la Ismail Mgunda tayari limeingizwa kwenye orodha ya wachezaji waliosafiri kuelekea mkoani Kagera, ambapo Simba imewasili salama kanda hiyo ya Ziwa tayari kwa mchezo wa kwanza kabisa wa ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya mwenyeji wake Kagera Sugar utakaopigwa katika dimba la Kaitaba. Ujio wa mshambuliaji huyo unampa kocha mkuu chaguo pana zaidi katika upangaji wa kikosi cha kwanza, huku mashabiki wakitarajia kuona uwezo wake wa kucheka na nyavu mara baada ya kupewa nafasi na benchi la ufundi. Kwa mkataba huu wa miaka 2, Mgunda anaanza ukurasa mpya na wenye changamoto tele katika kazi yake ya soka ndani ya Simba, huku akitizamwa kuthibitisha thamani yake iliyofanya klabu hiyo kumngoa Mashujaa na kumsajili kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Simba wamehakikisha kwamba wanafanikiwa kwenye kukijenga kikosi chao ili kiwe kikosi imara kabisa, ambapo Dumbia yupo katika wakati mgumu, anapaswa kuweza kufanya kazi ya ziada ili mashabiki wa klabu ya soka ya Simba waweze kujivunia kwake kwenye kile ambacho kinachoendelea, ambapo inaelezwa kama mapema kabisa. Lakini katika hatua nyingine, Steve Barker amegoma huko. Amegoma kuhusiana na kitu gani? Unaambiwa kocha wa Simba Steven Barker ameweka msimamo mkali kuwa bado anamhitaji kiungo mshambuliaji raia wa Ivory Coast Anicet Oura katika mipango yake ya msimu mpya wa mashindano, licha nyota huyo kuendelea kuwaniwa na kwa kasi na klabu kadhaa za ughaibuni. Oura ambaye amekuwa kivutio kikubwa kwa timu mbalimbali za Ulaya zikiwemo ya Uturuki, Iceland na Slovakia, ambazo zote zimeonyesha nia ya kumsajili. Hata hivyo, miamba ya soka ya Uturuki imeongeza presha kubwa katika mbio hizo baada ya kuwasilisha ofa nono inayokadiriwa kufikia dola milioni 1 za Kimarekani, zaidi ya shilingi bilioni 2.6 za Kitanzania. Licha ya thamani hiyo kubwa ya kifedha, kocha Barker hajaonyesha utayari wowote wa kumwachia kirahisi mchezaji huyo. Barker anaiamini safu ya ushambuliaji yake na anaona uwezo wa Oura wa kutengeneza nafasi, ubunifu na nguvu kwenye eneo la mbele utakuwa nguzo kuu ya Simba katika kampeni za msimu huu. Kujitokeza kwa ofa hiyo kubwa kunaweza kuiwekea bodi ya uongozi Simba kwenye mtihani mzito wa kufanya kuheshimu msimamo wa kocha Barker na kumbakisha Oura ili kuimarisha kikosi, au kuchukua fursa ya kifedha na kumuuza mchezaji huyo kwa faida kubwa ya klabu. Na sasa hatima ya Anicet Oura inabaki kuwa njia panda, huku mashabiki wa Msimbazi wakisubiri kuona maamuzi gani yatakwenda kuchukuliwa. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.